Amen. Amen. Basi watu wengi wakauliza Apostle, mafundisho ambayo ulitupa jana tunaendelea kuitendea kazi na tunahitaji pia uongeze kitu kingine hapo juu. Amen. Nami nataka kuongeza hapo kitu kinaitwa imani. Nataka kuongeza hapo imani. Amen. Wakati unapoomba maombi ya kifalme, wakati wenye umeingia katika miliki zako, wakati wenye unamilikishwa vitu fulani, lazima uamini kwamba hizo vitu uko nazo. Lazima uamini hizo vitu ushapewa. Lazima uamini, uinue imani yako katika hiyo hali ambayo umekuwa ukiomba, ya kwamba magonjwa yametawala nyumba yako na umewakilisha kwa Mungu, na Mungu amejibu ya kwamba tuna afya katika nyumba yako. Sasa katika ulimwengu wa kiroho, hata umeota watoto wako wakiwa na afya, mzee wako akiwa na afya, mke wako akiwa na afya, mume akiwa na afya, akiwa na afya. Sasa wakati wenye unaitisha hiyo afya inapoteremka, lazima uwe na imani ya kutosha. Lazima uwe na imani bila kuwa na wasiwasi. Lazima uwe na imani bila kuwa na tashwishi, bila kuwa na shauku, bila kusikia ya kwamba ni kama unabahatisha. Amen. Lazima imani yako iwe katika kiwango cha juu. Marko 11 mstari ni wa 22. Biblia iseme hivi, Marko 11 mstari ni wa 24. Biblia iseme hivi: kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote muyaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Amen. Wakati wenye umeombea kitu, Mungu amesikia na amejibu, alafu umeingia katika miliki zako ukaitisha hiyo kitu ikashuka ndani mwako, lazima uamini ya kuwa hiyo kitu umekipokea na kimekuwa ni chako. Amen. Lazima uamini, uinue kiwango chako cha imani, kwamba hata kama watu walisema, lakini nimeenda kwa mfalme muumba mbingu pamoja na nchi, nimeitisha hii kitu, amesikia na amejibu na amekiwachilia. Sasa inua imani yako ya kwamba hakuna kenye kitazuia hii kitu kushuka. Kama Mungu amewachilia, hiyo ni yangu na itatenda kazi vile nilikuwa nahitaji. Watu wengi tunakuwa na shauku ndani mwetu. Wakati wenye unaona vitu unaviombea unashusha imani. Hata wengine wanatembea wakijiuliza, je, huyu Mungu anaweza kuwa ako? Amen. Lazima uinue imani yako ili ufanye ushirika na Mungu. Vitu ambavyo umevimiliki katika ulimwengu wa kiroho, inua imani yako ili uvilete katika ulimwengu wa kimwili. Vitende kazi, vikufaidi, viwe na manufaa kwako, viwe ni vitu ambavyo vitaonekana vikitenda kazi ndani mwako. Waibrania 11:6. Waibrania 11:6. Biblia isema hivi: lakini pasipo imani. Waibrania 11:6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Anawapa majibu, anawapa matokeo wale wanaomtafuta. So kiwango chetu cha imani lazima tukiweke kiwango ya juu. Hata kama kushindwa kwa hiyo kazi yenye unataka kufanya, inua imani yako ya kwamba wewe ndio mtu sahihi mwenye unataka kufanya hii kazi. Amen.
Hata kama familia yenu ilikataliwa katika ndoa, wamepanda hapo mbegu ya kwamba watu wa hii familia hawawezi oa au kuoleka. Lazima wewe unapoomba unahitaji ndoa, inua imani. Hata kama kuna kitu chenye waliweka hapa, kitanikula kwa sababu nimemwendea Mungu na amesema pasipo imani siwezi mpendeza. Nina imani Mungu anaenda kubadilisha hii situation. Hii hali Mungu anaenda kuibadilisha. Watu katika familia yenu wamesoma, watu wamehitimu, lakini mmoja ambaye amepata kazi, kwa sababu hiyo kitu ilianza kwa mababu, nayo wameipanda, imekuwa ndio sehemu yenu. Wakati wenye unaombea Mungu unamwambia, na mimi Mungu nataka kazi fulani, lazima uinue imani yako. Imani yako ikuwe juu, usahau yaliyo nyuma, yaliyo chini yako ambayo ni laana. Usahau hiyo, uinuke juu, uangalie msalaba, uangalie mbingu, utarajie vitu vizuri katika mbingu. Katika mbingu hakuna laana, katika mbingu hakuna laana, hakuna umaskini, hakuna magonjwa katika mbingu. So wakati wowote wenye unasikia kitu inakusumbua, ingia katika mbingu, tafuta katika mbingu, uilete hapa duniani. Lazima uinue imani yako. Biblia inasema baraka za Mungu haziambatani na majuto. Amen. So wakati wowote Mungu amekupa ndoa mzuri, amekupa biashara, amekupa kazi, amekupa huduma, lazima uinue imani yako. Katika Mungu hakuna kushindwa. Ndio dadi, katika wewe hakuna kushindwa, na mimi hapa sitashindwa. Mambo yatafanyika na yatakuwa sambamba. Mambo yatafanyika na itakuwa sambamba. Ephesians 6:18, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Usikubali wakati wenye uko na power, nguvu umezipata. Kama mimi, wale wa mitandao wanajua, ninaombea watu sehemu mbalimbali. Hata nyinyi washirika hapa mnaelewa. Siwekelei mtu mkono, sikuji kukutega uanguke, sikutabirii, bali ninapoingia katika anga yako, nina uhakika chenye nafanya katika hiyo anga. Kama ni sehemu ya magonjwa, mna ushuhuda nyinyi. Kama ni watu wa kutafuta kazi, mna ushuhuda hapa. Kama ni watu wenye hawana ndoa, mna ushuhuda. Watu wenye ndoa zinasumbua, mna ushuhuda hapa. So tumepewa na kibali cha kuombea na wengine. Ndio sababu na kufundisha mchana wa leo, na tunataka tuingie katika maombi na wewe. Tunataka kuombea na wengine. Nataka kuombea na wachungaji wengine. Nataka kuombea na makanisa mengine, ili yaweze kukua. Na bila kusahau, mkumbuke tarehe 20 mwezi wa 4 anniversary. Tunataka tusherekee mwaka mmoja katika hii huduma. Na mnaona kazi ambayo Mungu anafanya mahali hapa. Na imani yangu ni sisi kuenda zaidi. Tunataka kuenda zaidi. Tutaenda. Na hii huduma vile inavyoenda zaidi hivyo, na maisha yako na wewe inaenda hivyo hivyo. Hautabaki nyuma. Amen. Amen. Tutaenda. Alika watu katika anniversary. Tarehe 20 mwezi wa 4 tunamaliza mwaka. Tunamaliza mwaka katika huduma. So omba ukiwa na imani. Imani yako imeinuka, iko juu. Naye Mungu wa amani hatakutenda mema.